So wanabunge hoya, leo ni siku sad sana kwa watu wafanyikazi. Personally mimi, one of the reasons why nasema hivyo, they are casual laborers. Wale watu wenye wanafanya kazi kwa mijengo, wale watu wenye wanafanya kazi industrial area, na wale watu wenye wanafanya kazi kama za kufagia, masoldiers wetu. The reasons why nasema ni siku sad sana kwetu ni kwa sababu Atuoli amepitishwa na the run the 6th term. In this whole world, sijaisikia mtu wote mwenye na run term 6 miaka 4. Kama angekuwa na perform ni sawa, tungemsupport. Lakini sisi wote tunajua situation ya kwetu na tunajua situation ya wafanyikazi. The recent thing, every year Geneva kuna pelekangwa delegates ndio waweze kudiscuss mambo ya wafanyikazi kwa hii nchi. Last year Atuoli hakupeleka delegates wa Kenya Geneva, na the reasons why hawakuwapeleka, alipatiana excuse akisema kuwa corona imesababisha asiwapeleke. Juzi ameandika barua akisema pia hii mwaka hatapeleka wafanyikazi Geneva waende wa discuss malilia wa Kenya hapa Kenya. Na the reason why anafanya hivyo pia anasema ni kwa sababu ya economic ya Kenya. So kama economics ya Kenya inafanya usipeleke wafanyikazi Geneva waende wa discuss mambo ya wafanyikazi, kwa nini unakata watu kila mwezi na kwa nini unachukua pesa ya wafanyikazi kila mwezi? So mimi nasema hivi, kama wafanyikazi hawawezi kuwa kwa nini kwa environment conducive kwao, waache kukua wakikatwa pesa. Hawa casual laborers industrial area, ukienda industrial area kwa wafanyikazi wote utasikia kila mwezi huwa wanakatwa pesa. Lakini ukiwauliza pesa zenye huwa wanakatwa huwa zinaenda wapi, hakuna mahali unaweza, hawezi kuexplainia mahali huwa zinaenda. So as much as mnasema Kasongo must go, kuna watu wengine wenye wangekuwa washaenda kitambo. Kwa sababu one of the reasons why we have a bad economy in this nation, it is because wafanyikazi wetu huwa wanafanya kazi mahali pabaya, na ndio maana watu hawawezi jitolelelea kufanya kazi kwa hii nchi. Jana nimesikia Wakenya wakicelebrate kwa hii kitu ya parliament, ukweli uongo? Na nimesikia kila mtu anaiongelelea hapa, ukweli uongo? Sasa zenye tulienda Tanzania, kwa nini hamkutupigia debe na kwa nini hamkutucelebrate? Because whatever BBC, ile kitu BBC iliongelelea, sisi tuliongelelea more kuliko BBC. Nilikuja na hiyo petition hapa, ukweli uongo? Nyinyi mnaongelelea vifo 3. Si wanaongelelea vifo 3? Which moja ilikuwa ya mwanabunge yenye tulienda wapi? Ukombani kwa Motisia. Ukweli urongo? Lakini tulikuwa hapa tukisema wale watu wenye waliingia parliament, hao 3 ndio walitoka. Zile vifo zingine zenye zilikuwa parliament hadi wale hatujaijua ni ngapi. Ukweli urongo? Ukweli urongo? Mnaongelelea vifo za parliament, na wale watu wenye walikuwa na shutua kwa street bado hatuongelelei. Before Gen Z demonstration, watu walibomolewa manyumba Mathare. Ukweli uongo? Si walibomolewa na wakakosa makao, na sisi tukaongelelea hizo zote. Ile motive yenye tulikuwa nayo tukipeleka kesi Tanzania ni kwa sababu tuliona Kenya inaelekea pabaya, na tunashukuru Mungu kuwa after kupeleka hiyo kesi waliacha maovu, hata kama hawakuacha kabisa. Juzi tuliona kwa hii mkate nusu ama venye mtaiita, wakisema ati watakompensate wale watu wenye waliuliwa, wale watu ambao walibomolewa manyumba, na wale watu wenye walipigwa. So far sijaona kitu yote ikifanyika. One of the reasons why lazima kama sisi wabunge tujitolee na tujitolee kabisa ni kwa sababu sasa zenye serikali imesema kitu lazima tuwaeke on toes so that they can do exactly what they have said.
So sisemi BBC ilifanya kitu mbaya, but sisi wa Kenya pia tunafaa kucelebrate wa Kenya wenzetu. Isiwenge ati saa zenye wazungu wamefanya kitu ama saa zenye wazungu wamesema kitu ya wazungu ndio tunaweza ka celebrate. Na saa hizo hiyo documentary ya BBC ni nusu ya ile kesi yenye tulipeleka Tanzania. Hata hatujui kama walienda wakachukua kesi yetu wakasoma ndio wakaamua kufanya nini? Investigation yao. Wanabunge hoya, tuko pamoja ama tuko pamoja? So tuachani kuwa kama Afrika wajinga. Saa hizi tumesoma na tuache kucelebrate wazungu. Hizo vitu zenye zilifanyika kwa BBC ni vitu zenye sisi wenyewe. Last year tulikuwa tushapeleka kesi na tukalilia serikali kuwa ilipe nini? Ilipe wale watu wenye walikufa. Wanabunge hoya, tupo ama hatupo? Tupo ama hatupo? Tuendelea vyema ama tuendelee vyema? Tuendelea vyema ama tuendelee vyema? Nimesikia hapa mkicelebrate wale mayouth wenye wanataka kujitolea kusimama. Leo pia ni siku mbaya sana kwa wanabunge na kwetu. Nimeona Matiang'i, Kalonzo na grupu yake wakizundua chama. Ukweli urongo? Last week niliwaambia hapa, shida kubwa ya Kenya ni hizo vyama. It is a high time sisi kama vijana tuangalie ni nini tunaweza fanya ndio tuweze kuleta solution kwa hii nchi. Na solution haiwezi letwa na njia ya vyama. Solution haiwezi letwa na njia ya kufuata ati sijui nani amesema nini. Solution inaweza kuja kwa sisi kukaa chini kudiscuss, sisi kukaa chini kuangalia mwelekeo wa hii nchi na kuangalia interest ya hii nchi yenye itabenefit watoto wetu, itubenefit sisi wenyewe na ibenefit wazazi wetu. Wanabunge hoya. Wanabunge hoya. So as we move forward, I'm trying to urge you tujaribu kuleta neutral discussion and the like-minded people, like-minded brain. We can speak about politics of this nation. Tunaweza taja majina zote zenye tunataka kutaja kwa hii nchi. Lakini mimi naweza omba kama wabunge, kama tunataka kukiwa hii nchi, tujaribu kuminimize kutajataja majina za watu. Tukirudi nyuma, hata kama ni kuongelelea mambo ya vifo, sijaiona watu ambao walikufa wengi kuliko post-election violence ya 2007-2008. Tupo ama hatupo? Ukweli ama urongo mzee? Hakuna watu wenye walikufa wengi kuliko 2007-2008. So sasa zenye mnasema sijui nani alifanya na bado tuko kwa mashida kama wa Kenya. Ni kumaanisha sisi ile ngozi yetu nyeusi bado tunaiabudu. Tunafaa sisi kama wanabunge tujue tutasonga mbele aje kama wanabunge na tutasongesha Kenya mbele vipi. Next week part 1 IEBC itakuwa ina announce chairman wao ama chair lady. After hapo tutaenda kwa by elections. After hapo mwanze siasa za 2027. Na waulizeni vipi? Sisi tuko tayari kubadilisha hii nchi ama tuko tayari kuendelea kupiga makelele na kucomplain kwa zile vitu zenye hatujafanya sasa zenye tuko na chance ya kufanya? Wanabunge hoya. Wanabunge hoya. So nawaomba hivi, sasa zenye hao vigogo wanajipanga kivyao, sisi pia tunafaa tu reason pamoja ndio tusikubali kupangwa. This time around ni sisi tuwapange na tunawaambia hata mshikane, hata mfanye nini, mtatupata kama tumewagonjea. And the only achievement that we want in this nation right now is to make sure that there is social and economic empowerment, rights to food, rights to housing, and rights to education, and rights to health. Hizi vitu zingine zote kwanza tuachieve hizo tatu. Tukisha achieve hizo tatu, hizi zingine tutajua venye tutadeal nazo as time goes on.
Mungu awabariki sana na Mungu abariki Kenya.